Kuna ushikaji ambao unaweza kuanzisha na mtu na unakuwa ni ushikaji wa kudumu hata mkipitia changamoto. Kuna namna ambavyo mmekuwa mkitafuta namna ya kuweza kutatua changamoto zenu, kisha maisha mengine yanaendelea. Na kuna ule urafiki ambao watu wamekuwa wakisema kwamba damu zimeendana na kupelekea kile ambacho kimetokea kwa wakati huo kuendelea kudumu kwa kipindi kirefu. Na kuna wale wana ambao hata ukiwagombanisha, siku ya kwanza itapita, ya pili itapita, lakini siku ya tatu utawakuta pamoja. Mahusiano ni moja kati ya kitu kingine ambacho wahenga wamekuwa wakiwaeleza baadhi ya watu kwamba usikae ukachukua jukumu la kumshauri mtu ambaye amependa kwa 100% kile ambacho anakiamini kwa upande wake ni kitu kizuri, lakini pia anaamini kwamba ni sehemu ya furaha yake. Na ni moja kati ya kitu ambacho kinaenda kutokea kwa wakati huu ambao Harmonize pamoja na Kajala huba lao limeweza kurejea tena, na ni kwa wakati mwingine baada ya kuweza kupitia heka kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikiwatenganisha, lakini baada ya kipindi fulani tunakuja kuwashuhudia tena wakiweza kurudi pamoja. Sio kwa mara ya kwanza, sio kwa mara ya pili wala ya tatu kuweza kuona tetesi mbalimbali zikielezwa kwamba kuna kitu kinaendelea baina yao, na ni watu ambao wameamua kuweza kuchagua maisha ambayo wanaishi kwa sasa hivi na kuamua kuchagua furaha yao na kuweza kutemana na kelele ambazo zimekuwa zikielezwa na watu mbalimbali kupitia kurasa za mitandao ya kijamii. Kama unakumbuka, na hii ni moja kati ya kapu ambayo imeweza kuchukua headlines za taifa tangu siku ya kwanza ambayo Harmonize aliweza kueleza hisia zake kupitia wimbo ambao unaitwa Mtaje, moja kati ya wimbo ambao aliweza kuimba kwa uzuri kabisa hisia zake kwa namna ambavyo amekuwa akimkubali na amekuwa akipenda kile ambacho amekuwa akikishuhudia kutoka kwa Kajala. So wimbo wa Mtaje ni moja kati ya wimbo ambao ulifungua mahusiano yao ya kuweza kuanza vizuri, na tulishuhudia ni moja kati ya wimbo ambao ulifanya vizuri kinoma noma baada ya kuweza kutease na kuweza kuachia rasmi wimbo huo wa Mtaje, wimbo ambao umeachiwa katika miezi ambayo miaka kama 4 hivi ambayo imeweza kupita. Watu wanakumbuka heka ni moja kati ya wimbo ambao una zaidi ya viewers milioni 9.7 kwa miaka hii 4 ambayo imepita, kipindi ambacho kila mtu alikuwa anatamani kuweza kuwashuhudia wakiwa pamoja. Lakini baada ya heka 2-3 kuweza kutokea, penzi hili liliweza kuvunjika, lakini baadaye pia likaja kurejea tena na tukashuhudia wakiweza kuvalishana pete, moja kati ya tukio ambalo lilisimamiwa na moja kati ya chombo cha habari kiliweza kuhost tukio hili mwaka 2022 mwezi kama wa 7 hivi, ndipo ambapo Harmonize aliweza kumvisha pete ya uchumba Kajala kabla ya kuweza kubwagana kimya na baadaye kuja kushuhudia heka nyingine zikiendelea. Tukaja kumshuhudia Harmonize akiweza kudeti na Peace ya Kinyarwanda, lakini pia baadaye akaja kuingia Posh Queen, kisha tukaja kusikia mara Suraiya naye pia kuna namna kama na yeye anaingia anakuja anakataa, lakini mwisho wa siku tukaja kugundua kwamba ule ni ushikaji tu wa karibu na hakuna kingine chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. So mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajala ni moja kati ya mahusiano ambayo kila mtu amekuwa akivutiwa nayo, yani kurejea kwa mahusiano yao kwa mara ya 3 sasa hivi baada ya miaka 4 kupita. Waliweza ndo hivyo mahusiano yaliweza kuanza kwa miaka 4 iliyopita, changamoto za zile videos mbalimbali ambazo zilivuja na kupelekea mahusiano yao kuweza kutengana. Tukashuhudia documentary ambayo iliweza kuandaliwa na moja kati ya waandaaji wa documentary kwa ajili ya kurusha kwenye channel yao ambayo iliandaliwa na Zamaradi Mketema. Tukashuhudia ni moja kati ya podcast ambayo ilielezea vitu vingi kwa upande wa Harmonize. Watu wakakiri kabisa kwamba hawataweza kudeti tena na mtu ambaye amejaribu kuweza kurusha nyavu kwa upande wa mtoto wake anakotaka kudeti na watu wote wawili. Yani kuna namna kama watu walikuwa wanasema mtu anatamani kula kuku pamoja na mayai yake, kitu ambacho kilikuja kikapita na wakaungana pamoja wakaja kusameheana, na baadaye tukaja kuona mwaka 2022 wakaja kuanzisha mahusiano kwa mara nyingine tena. Yani ni moja kati ya mahusiano ambayo
yamekuwa yakipitia misukosuko mingi, na huenda kwa wakati huu ndio kawa wakati rasmi wa kuweza kutulia na kuweza kupanga mipango ambayo itaweza kuwasogeza mbele zaidi. Yani kuna zile kapo ambazo hata kama hazizungumzi chochote, yani kuna namna zimekuwa ni biashara tosha. Tunakumbuka au kama au fahamu ni kwamba mahusiano ya mastaa kuna namna ambavyo yamekuwa kichangia pia wao kuweza kupata madili, lakini pia kuweza kusongesha sanaa ya muziki kwa namna moja ama nyingine. Mondi pamoja na Zuchu, mnaona kwa namna ambavyo kolabo zao zimekuwa zikifanya vizuri, lakini pia kuna namna wamekuwa kitikisa kwa namna tofauti tofauti na kupelekea watu kuendelea kuwazungumzia. Sasa moja kati ya comeback ambayo ni kubwa ni hii ya Harmonize ambayo anaifanya kwa mara nyingine tena dhidi ya Kajala. Tukio ambalo anaenda kulifanya leo ni tukio la kuweza kumvalisha pete kwa mara nyingine tena. Tunasema huyu ana update penzi lake na kuweza kurejesha nyavu kwa kile ambacho kilipotea kwa kipindi fulani. Tunajua sio mara ya kwanza wala mara ya pili. Mwezi wa 5 tuliwashuhudia wakiwa wawili kwenye birthday ya mtoto wake Mario pamoja na Paula Amara, tuliwashuhudia pamoja, lakini baada ya pale tukujua ni kitu gani ambacho kiliendelea, na tulikuja kuona tetesi kutoka kwa Juma Lokole, japo hazikuthibitishwa kwamba kuna namna kama mmoja aliamua kupumzika na mwingine akaamua kuchukua harakati zake na kuendelea kutafuta mishe nyingine. Na kwa mara nyingine tena baada ya Harmonize kuachia triple release, baada ya kuachia ngoma 3 siku kama 2 zilizopita, collab ambayo amefanya na Mbosso inaitwa Leo aliweza kuiachia, lakini pia kuna nyimbo nyingine ambayo ameweza kuifanya na Focalist pamoja na dude lingine tena ambalo ameweza kuliachia, jina kidogo limeweza kunitoka. So kwenye uzinduzi wa ngoma hizo 3, lakini pia kwenye show ambayo aliweza kuifanya pale Zanzibar, tuliwashuhudia akiweza kumpandisha baby mama wake huyu Kajala na kuonyesha kwamba kuna namna kama mambo yameweza kurejea upya na kila kitu kinaenda vizuri. Na kitu ambacho kinawafurahisha watu wengi zaidi ni kuweza kuona kwamba ile familia, yani kwa upande wa Paula, lakini pia kwa upande wa Kajala pamoja na ndugu jamaa na marafiki wengine ambao wamekuwa karibu kwenye mahusiano haya, basi wako pamoja na kila mtu amekuwa akihakikisha furaha inarejea kwa namna ambavyo ilikuwa mwanzo. Tumeshuhudia pia kwa upande wa Paula kwenye kuelekea ile siku ya uzinduzi, lakini pia tamasha au show ya Harmonize pale Zanzibar. Ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanamuandaa bimdash wake kwenda kukutana na Konde Boy. Alikuwa anamnyosha wigi lake fulani hivi na mambo yakae vizuri ili kwenye muonekano mambo yaweze kwenda vizuri, na baadaye ndio hivyo tukaja kushuhudia videos mbalimbali zikionyesha wakiwa pamoja na kila kitu kwenda kwa namna ambavyo kilikuwa kimepangwa. So ni moja kati ya kapo ambayo inakuja kusumbua tena kwa namna nyingine na inakuja kuzima zile kelele, lakini pia ikaeka za wasanii kwamba kuna namna kama inabidi waweze kuomba msamaha kwa Gen Z na kuweza kurejesha kile ambacho ile imani ambayo Gen Z walikuwa wamewapatia, lakini pia kuweza kuhakikisha pia wanaanza kupata show za kuweza kufanya kwenye mwezi huu wa 12. Tumeona mtu ambaye aliweza kupokea baraka za Gen Z kuweza kuachia kazi ni pamoja na Mario, na ni mmoja kati ya watu ambao wameachia ngoma yake ambayo inaitwa Olua na inafanya vizuri mno huko kitaani, lakini pia tumeshuhudia ikiendelea kuchukua namba kwenye mitandao mbalimbali ya kustream pamoja na kusikiliza muziki. Lakini pia Konde Boy vivyo hivyo pamoja na Mondi, naye pia ni watu ambao tayari wamekwisha kuchukua namba zao kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na kuonyesha kwamba tayari welcome wamerudi tena kwa mara nyingine na kuweza kuhakikisha wanaichangamsha game, lakini pia wanaendelea kukitumikia kiwanda cha Bongo Flava. So niambie ni kitu gani ambacho unakikubali kutoka kwa Harmonize pamoja na Kajala, lakini pia kapo hii kwa upande wako unaionaje? Itadumu kwa kipindi kirefu au kuna namna ambavyo wamekuwa wakipelekana na itakuja kupelekea pia na wao kuja kutemana tena? Unajua yani mahusiano ambayo mmeungana mkatemana mkarudiana mkatemana mkarudiana mmevalishana pete na mambo mengine kuweza kutokea kisha mnakuja kurudia tena, inaonyesha kuna namna kuna ukuaji, lakini pia kuna mafanikio chanya ambayo yanakuja kutokea mbele yao au wamekuja kuyatazama kwamba
kuna kitu ambacho kitakuja kutokea baadaye baina yao. Na kama nakumbuka kwenye moja kati ya interview ambayo tumewahi kufanya na Harmonize, amewahi kueleza kwamba wao walikuwa kama familia, yani kuna namna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanya ni katika kuendeleza familia zao, yani sio vitu tena vya kufanya kwa ujana ama nini, yani ni michongo ambayo tayari walikuwa wameiandaa na ni michongo ambayo ilikuwa wameipanga kwa ajili ya kutengeneza familia ambayo itakuwa bora zaidi. Kajala tayari ana miaka kama 40 plus. Kama sio 40 na zaidi ni 40. Lakini kwa upande wa Harmonize ndio hivyo, ana miaka 30 plus, hajafikisha miaka 35. So kuna namna, kuna kagap fulani hivi ambacho kako hapo kwa upande wa mwanaume, lakini pia kwa upande wa mwanamke, au ndo zile mambo za age just a number. Lakini kitu ambacho kinaangaliwa hapo ni upendo wa dhati ambao upo kati yao, yani kuweza kuamua kufanya jambo kama hili kwa mara nyingine tena ni kuonyesha kwamba watu wamedhamiria, lakini pia panda shuka zao kuna kitu ambacho zimewafundisha. Nimeona upande wa Mwijaku akiwa analishadadia kweli uhusiano hili pamoja na Stan Bakora. Hawa ni washikaji wa karibu sana wa Harmonize na wamekuwa wakitengeneza content kwa ajili ya kuhakikisha kazi za Konde Boy zinaenda kufanya vizuri, lakini pia promotion wise inakuwa inazidi kutikisa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kuturn on notification na uwe mshikaji wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za michezo pamoja na burudani. Copyright na credit kwa Rick Media pamoja na media nyingine ambazo zimeweza kunipatia visual clip ambazo nimeweza kuzitumia kama cuts kwa ajili ya kusupport content ambayo naifanya.